abana bago nigo tukwerera tukweumia twevo ile chiguni Yesu tororere hamavera ama mochaito hatuatana nire naye ama sabaito aveire yugivosi wao homwano Daudi tororera mavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa deno mpole nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane indo saji deno mpole amaterane na arororo nyasabe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya grupo radio astega sengia mawokora nyasabe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe arororo asengin choyo promote abatel nyasabe meganda musik amen shalom yeganko nigafamu nimbwate chingo kongonia nimbwate ebichuche byo kuchugotuga as from amatuko chinta matuka aliyo tagete yakogera abantu bande bagotebanga aliyeli tukelimo go chibyakwa nabo gochakera nakole ko bya vaccination byonsi nabo ngo konelia gusenko anali chiche ise kuchikobeka amagena gusenko anali echo kuchikolia chitwani njirororo nabo ngo konelia magena narora yokonia magena naro yo guturagia banya gutagete karibu nabongo kwa nalivians etwani enene 1500 ne ngoko engiye bye kebwato gechire 700 to 800 but it's negotiable ande nche gongutoka ase nambeye 0722282631 nande nosa ko Google kanya go town Google ko nigavera mange gutagete ko gore ngombe nero nabokonyora lakini mono na mavere na mangali per day na tukonyora 100 liters na igo mwenye kubwata matanga kubwata sherehe tukanya kuchandeka tukanya kora mavere ye packet ake simikoni gafamu mchuo ya mavere atuwani ngo na bakonyora 40 liters mabwata matanga 40 liters mabwata kirageli 50 liters na bakonyora ande kutaka kuondigia na bakonyora se nambeye 0722282631 Janet kusenya go korbo songo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone just Google koniga farm ya 40 bakageita Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728880603 au 0790178686. Ramizworks Korjore amabogani asora nyora bakolali gwekerengo kegoro aserigo lirike.
Right, asante sana. Nilikuwa nasema kwamba ukurasa ni wa 4 hapa tunaangazia Ruto amesema kwamba kabla uchaguzi wa mwaka 2022 pengine ataweza kutoka pale chama cha Jubilee pamoja na wabunge wengine ambao wako affiliated na UDA ama na yeye mwenye ambao ni wabunge wa karibu zaidi ama ni marafiki wa karibu zaidi wake William Samoei Ruto. Nitaweza kuquote yale ambayo yamezungumziwa pamoja na Rigathi Gachagua ambaye ni mbunge wa Mathira, na nitaisema tu: we will begin our mass walkout of Jubilee in December and January. No one in Jubilee will purport to discipline anyone when you have the party leader supporting the opposition. Technically, we are in Jubilee, but our souls, including that of Ruto, is in UDA. Hivyo kama mtangazaji mwenza alisema kwamba ameshatangaza msimamo, pengine ni kama watangoka pale wote waanzishe chama chao cha UDA. Na nimeona Wakenya wengi wakiwahimiza kwamba waweze kutoka pale katika muungano. Ruto achitoze tu pale katika muungano wa chama. Unajua akishatoka pale yeye si naibu rais tena. Atoke pale ajiandae tu, achipange kifi yake tu. Anasemanga yeye huwa anachipanga tu. Lakini kuna mwingine alisema kwamba unajua yupo pale kwanza kupata mali at least kitu kidogo ndio aendesha tengenezee chama chake cha UDA. Akitoka pale atafirisika na kumbe chama kinataka pesa mingi sana. Anatuli kuna mahali Atuli alisema kwamba eti kuna wale wanasema wataka kujisimamia nini hawawezi, lazima kuwe kwa alliance, manake campaign zinahitaji hela nyingi zaidi. Acha ni quote venye Atuli alisema, let those who think they can go it alone try. In the long run there will be only 2 horses. Presidential campaigns require massive funding and mobilization that can only be achieved through political alliances. It will be a race of 2 horses. Any other will be dead on arrival. Najua ikumbuke kwamba pia huyo Atuli alisema kwamba uchaguzi wa mwaka wa 2022 huwezi fanyika kama BBI, kama referendum haijafanyika. Watafanya vyovyote vile wairishe uchaguzi uende mbele ndiposa wafanye referendum kwanza ndio uchaguzi uje baadaye. Sijui. Katika umemaliza na ukurasa huu wa 5 tunaangazia vile kuna mpango maalum kabambe baina ya Raila na Uhuru. Hiyo ni chama ODM na chama cha Jubilee. Wana mpango wa kuanzisha coalition ama muungano ambao pengine utaangazia ama utawaongoza ili waweze kuleta hivi vyama vingine pamoja na waweze kumsupport kiongozi mmoja ambaye atasimamia kiti cha urais. Vile ingawaje hayo yataendelea, naona hapa kuna Kalonzo anasema yeye hawezi ungana na wao. Kuna yule anaitwa kinara ya ANC Salia Mudavadi vile ashatangaza msimamo wake. Angekuwa kiongozi mwingine, sinaona wanasema kwamba ukurasa wa 8 wanasema kwamba tumjuavyo huyu Kalonzo Musyoka apunde tu atakunja mkia tu. Najua viongozi wengine hawana usemi wowote katika nao ni kudandia tu. Katika ukurasa huu wanasema kwamba ni habari za county. Pale ambapo wanasema katika county ya Vihiga wanasema kwamba agizo la Magoha laibua hisia mseto katika county hiyo. Nikumbuke kwamba Magoha hivi karibuni ameweza kusema kwamba yale magari ambayo ni ya shule yaziwe yanakodishwa kwa njia yote vile kwa njia ambayo ni ya kibinafsi. Yale ni magari ya shule na huwa yanabeba tu wanafunzi peke yake. Kwa sababu kuna COVID-19 yasikodishwe. Jambo hilo limeibua hisia. Kuna wengi ambao wamekuwa wakilipinga, kuna wengine wamekuwa wakiliunga mkono katika kaunti mbalimbali nchini Kenya. Katika kaunti ya Kisumu wanasema kwamba kuna polisi ambao waagiza familia kuzika usiku kwa kukiuka kanuni za COVID-19. Kikosi hiki cha polisi waliweza kutembelea familia moja, wakapata kwamba familia hiyo ilikuwa imeuchukua mwili pale katika mochari na wakauweka kwa nyumba ili wauzike keshoye. Waliweza kuwaagiza kwamba waweze kumzika mwenda zake majira ya saa 6 usiku. Katika kaunti ya Nakuru wanasema kwamba 3 wafariki baada ya wizi wa ng'ombe kuzua makabiliano. Kama wanasema kwamba wakuzaji wa miwa wataka ukaguzi katika viwanda vya Mumias kabla ya kupokezwa
kwa mwekezaji. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimeangaziwa kutoka kaunti mbalimbali nchini Kenya. Katika ukurasa wa 5 wanasema kwamba ni habari za Afrika na dunia. Pale ambapo wanasema kwamba kuna chama cha Abiy kifua mbele uchaguzi wa Ethiopia. Abiy ni yeye ni chama ambacho ama chama cha waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed akinatarajiwa kunyakua viti vingi vya ubunge katika uchaguzi mkuu ambao ulifanyika jana. Chama cha Prosperity Party ndio hicho wanasema kwamba ni chama tawala na kinatarajiwa kwamba kitaweza kunyakua viti vingi vya ubunge katika maeneo tofauti tofauti nchini Ethiopia. Katika ukurasa huu pia wa 5 wanasema kwamba Kaunda atazikwa Julai 7, mazishi ya faraha. Kaunda ni yule ambaye nilikwambia kwamba ni mwanzilishi na pia rais wa kwanza wa nchi ya Zambia, ambaye wanasema kwamba aliweza kukomboa nchi hiyo kutoka kwa wakoloni. Aliweza kuaga siku chache tu zimepita na wanasema kwamba atazikwa tarehe 7 mwezi Julai kwa mazishi ya faraha. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 5, kwa akisema kwamba Ujerumani hawakuongeza kwa idadi mwaka jana, idadi inaonyesha. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4 na 5. Kumbuka kwamba ukurasa wa 6 kama kawaida ni jaribio la mitihani, ukurasa wa 7 vivyo hivyo. Tutaangazia ukurasa wa 8. Naam, moja kwa moja ukurasa wa 6 hapa ndio tunaangazia kuna wale ambao waliweza kuapply nafasi mbalimbali ya vyuo vikuu. Ni kama hawakufanikiwa kupata nafasi hizo. Kwa hivyo unaona hapa tume ya KUSSIP, ama ukipenda Kenya Universities and Colleges Placement Service, imeanzisha tena mpango mpya ambao utahakikisha kwamba wameweza kupewa nafasi. Vile vile kuna wale wanafunzi 10,707 ambao waliweza kuhitimu alama ambayo inahitajika C+ na vile vile hawakuweza kuapply ama kutuma ombi la kuwekwa kwenye chuo kikuu. Kwa hivyo pia watapewa nafasi ili kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi aliyekalia mtihani wake wa KCSE na vile vile kuhitimu kuingia chuo kikuu ambaye hajawekwa ama hajateuliwa kuingia chuo kikuu chochote. Hayo ni katika ukurasa huo wa 6. 7 hamna lolote, matangazo tu. 8 hapa ndo tunaangazia ODPP ama the Office of Director of Public Prosecutions. Wameanzisha njia mbadala ya kuweza kutatua mzozo ambao umekuwa ukiendelea zaidi katika wale ambao wanaendelea kuendeleza kuna ile tabia ya kukeketa wasichana, mtoto msichana. Kwa hivyo ni kama wameanzisha tume mpya ambayo itakuwa na wanawake 50 female prosecutors ambao watakuwa wanaangalia kesi hizo. Kufikia sasa hivi kulingana na taarifa ambayo imechapishwa kwenye gazeti hili la The Standard, kuna visa mbalimbali ambavyo vimeweza kuanzishwa ama vimekuwepo kwenye faili na imekuwa ni vigumu kuviangalia, manake kuna tofauti ya jamii mbalimbali ya mila desturi ambao imeweza kuikwamisha ama kudileisha all these cases from being heard and maybe kuamuliwa. Ukurasa wa 9 hamna lolote, matangazo tu. Naam. Katika ukurasa huu wa 8 wanasoma kwamba serikali iweze kufuatilia na kuchunguza visa ambavyo ni vya utekaji nyara. Kumbuka kwamba kuna visa ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa nchini Kenya sehemu tofauti kama pale katika county ama kaunti ya Nairobi pale Isili kuna visa vya utekaji ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa. Wanasema kwamba kuna yule mtoto ambaye alikuwa ametekwa nyara pale Kirengela. Mtoto huyu anaitwa kama Chantel Nzembi, aliweza kutekwa nyara na kisha baadaye akaweza kuuawa. Sasa wanasema kwamba serikali iweze kufanya uchunguzi na ili kuweza kuwakabili hawa watekaji nyara ambao wamekuwa wakiteka watoto nyara ili kuomba fedha. Wanasema kwamba kuna zile county ambazo utekaji nyara umekithiri mno, ikiwa ni county ya Nairobi, kuna county ya Lamu, Mombasa, Trans Nzoia, Kajiado, kati ya maeneo mengine ya nchi. Katika ukurasa huu wa 8 pia wanasema kwamba tumjuavyo huyu Kalonzo punde tu atapunja mkia. Tumezungumzia hilo
katika ukurasa huu wa 9 asioni tu taarifa. Nitaingia ukurasa wa 10 ili niweze kusoma baadhi ya barua ambazo zimeandikwa na Wakenya tofauti. Barua ya kwanza ikiwa kwamba Magoha alikosea kutoa maagizo kuhusu matumizi ya basi za shule. Jambo hilo tumeweza kuliangazia katika taarifa kuu gazetini. Mlimani wasalie fungu moja. Hiyo ni barua nyingine. Rais aingilie kati kuhakikisha miraa inauzwa tena Somalia. Barua nyingine. Kumkosoa Uhuru ni tofauti na kumkosea heshima kibinafsi. Wanafunzi vioni walindwe. Hizo ni baadhi ya jumbe na barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10. Sijui utangazia gazeti lako kwa sababu katika ukurasa wa 11 wanazungumzia virusi vya HIV. Kuna kifua kikuu, kuna ugonjwa wa sukari, ndio wanaangazia katika ukurasa huu wa 11. Naam, moja kwa moja cha niangazie ukurasa wa 12 gazeti hili la The Standard. Hapa tunaangazia kuna kikundi ambacho kimejitokeza ili kupigana na ile agizo la tume ya IEBC, ambayo agizo hilo ambalo linasema kwamba pengine yeyote ambaye atakayewania kiti cha urais ama kiti chochote kile, kiti cha urais, udiwani, kiti cha ubunge, aweze kuwa na degree. Kwa hivyo wengi wameshaongelea hayo, na vile vile kuna wale ambao ni wakaribu sana na naibu wa rais William Samoei Ruto pamoja naye William Samoei Ruto mwenyewe, ambao wameanzisha mambo hayo, pamoja na Elgeyo Marakwet ambaye ni senator Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, ambao sasa hivi wameanzisha hayo yote. Kuna wakili mmoja hapa ambaye nitasoma tu jinsi amesema the past governments did not make secondary and university education easily and freely accessible to Kenyans, which made it impossible for some aspiring candidates to get the qualifications. Kwa hivyo anasema kwamba wale ambao walisoma kitambo kidogo hawakuwa na ule uwezo pengine wa kuenda vyuo vikuu, manake masomo yalikuwa ghali zaidi. Hayo ni katika ukurasa huo wa 12. Katika ukurasa huu wa 12 ni wanaangazia afya. Palango wanasema kwamba kuna county zilizo na maambukizi ya juu ya ugonjwa wa HIV kuliko wastani wa kitaifa. Homa Bay 19.6, Kisumu 17.5, Siaya 15.3, Migori 13.9, Busia 9.9, Kisii 6.19, Vihiga wanasema kwamba ni 5.3. Hizo ni baadhi za county ambazo msambao wa ugonjwa wa HIV/AIDS umepita wastani. Kuna ya magonjwa ambayo wanasema kwamba ugonjwa wa moyo, sukari, HIV, kansa, figo wanasema kwamba yanazidi kuongezeka katika maeneo makaunti za Nyanza na Magharibi. Katika ukurasa wa 13 pia hayo tu ndio yameangaziwa. Tutaingia katika ukurasa wa 15 ili tuweze kuangazia spoti. Na ukurasa wa 14 hapa ndo tunaangazia kuna activists ambao wameingia pale koti ili kuuliza waweze kuambiwa ilikuwaje. Kuna ile SGR ambayo iliweza kutengenezwa ambao ni the standard gauge railway ambayo iliweza kutengenezwa na ilichukua zaidi ya bilioni 450. Kwa hivyo pengine wanataka kuuliza inakuwaje, wanataka kwamba serikali iweze kutoa kweli, iweze kutoa budget jinsi walitumia hela hizo ili kujenga SGR. Hawa ni pamoja na kundi la Kiislamu akiongozwa naye anaitwa nani? Anaitwa the Muslim for Human Rights Muhuri Chairman Khelef Halifa. Nitanuku yale ambaye Halifa amesema to this day fundamental information about the project's financing, tendering process and construction has not been released to the public. Key contracts related to these aspects of the project remain secret. Kwa hivyo wanataka kwamba yote venye tendering ilifanywa, matumizi yote yaweze kuwekwa wazi, manake wananchi ndio watakaolipa deni hilo. Ukurasa wa 15 naona walimu saa wa Kenya Union of Post Primary Education
teachers ama KUPPET wameweza kupinga na kusema kwamba kuna lile agizo ambalo liweza kuwekwa na SRC ukipenda the Salaries and Remuneration Commission, ambao walisema kwamba pengine wataweza kufreeze ile agizo ambao walipewa hadi miaka 2 ili waweze kuongelea mishahara yao, lakini kidogo kutokana na chairman wa KUPPET ambaye anaitwa Misori General Akelo Misori amesema kwamba hayo hayawezi hayawezekani. Kurasa wa 15 huo. Katika ukurasa huu wa 15 ambao ni ukurasa wa mwisho wanasema kwamba hukumu ahamia Ubelgiji kwa donge la shilingi milioni 400. Katika ukurasa huu wa 15 pia wanasema kwamba kumbuka kwamba ni spoti, wanasema kwamba Madagascar na Senegal asawaziri kesho kwa kombe la Bathurst, huku wakisema kwamba kaunti ya Lamu klabu 54 kutifua vumbi vijana kapa. Nairobi wanasema dereva mchanga mkongwe wa fika, huku wakisema kwamba Kakamega ushindani mkali ulitulemea. Ni kocha ambaye amesema anajulikana kama Rashid Sumba, huku Nairobi wakisema kwamba polisi wateleza tena nyumbani. Kumbuka kwamba hivi leo kuna mechi baina ya Croatia na Scotland ambao hao wawili watakuwa wanapambana pale. Hivyo wale ambao ni wapenda soka, leo kuna mechi ya Croatia na Scotland. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika gazeti hili zima la Taifa Leo. Na hapo ndo tunafikia mwisho katika meza hii ya magazetini hii leo. Asante sana, nashukuru kwa kuungana nasi tangia tulipoanza kipindi hiki cha magazeti hadi sasa hivi. Hadi saa na wakati kama leo hapo kesho tukutane. Mimi ni Edwin Mukaya. Kumbuka kwamba unaingia pale upande wa YouTube, like and subscribe to our YouTube channel ili uweze kujifahamisha zaidi. Kumbuka kwamba tunakuwa katika mpango mzima wa Zeria Obotaka kuanzia mwendo wa saa 4 hadi saa 7 saa mchana. La kwangu ni Fidel Moshoge. Barikiwa. Everyone, my name is Alfax Nibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-584-214-489-584-214-489. Download app yaito kurwa Google Play Store goitera abagusiglobalradio.com. Abagusiglobo Radio ekenakyo ekeumbu kyomugusi. Works, tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome.